Inakuwaje mambo vipi? Sasa bwana, leo niko na movie nyingine. Hii movie kama una moyo mzuri, hebu usiangalie, kimbia kabisa. Lakini trend zetu, mimi niko tayari hapa kukupa mastori mazuri kabisa. Usahau subscribe Moro Online Media. Lakini pia kama utakutana na tangazo lolote ukipenda, unaweza ukaliacha liende mpaka mwisho, usiskip, kwa sababu hiyo ndio ina support pia channel yangu. Endelea kunisupport, sawa? Sasa leo tunaanza na movie ambayo inaanza na washikaji wanne ambao ni marafiki wa chuo, wameenda kuangalia mashindano ya magari. Wako uwanjani hapa. Of course yeye anaitwa Nick, ameenda kununua vinywaji kidogo waje wa enjoy pale. Wakati amekuja, kwa bahati mbaya kama kalia amevunja bench kidogo. Nick ameliangalia, lakini pia ili jengo kama limeshakuwa na mrefu kidogo hivi. Basi magari yanaendelea, akauliza washikaji zake, hivi jamani, hii sehemu iko salama kweli? Hani akamwambia, acha uoga bana, mambo gani hayo? Lakini uone kuna fence hapo bwana, Sasa ule mtikisiko wa magari, kuna hii bolt hapa kama ilikuwa inafunguka taratibu. Dakika sifuri, kuna hii karatasi kai imeruka imeenda hadi kwenye mikono ya Nick. Ameichukua, ameona list ya wale madereva wote wanaoendesha ile magari pale, afu wote wamefariki. Sasa hii kitu mbona kama ikaa haiko sawa hivi kichwani kwake. Dakika sifuri, muda huo kuna gari inabadilisha tairi hapa, kuna hichi kidumu cha oil kikaa kimemwaga oil hapa chini. Oil ikaenda hapa barabarani, na hii gari ikatoka hapa ikapita fast ikakanyaga ile oil, ikatereza kidogo, isababisha ajali kubwa pale. Basi watu wakashtuka. Basi kuna gari nyingine imekuja hapa, imewahi kuondoka kabla bado jamaa hajanyofua bisibisi hapa nyuma. Baada ya kuingia barabarani, ile screws ikadondoka hivi. Kuna gari nyingine ikaje kakanyaga pale. Mzigo ukapaa mzee, bingirita. Bahati mbaya tairi la ile gari likaruka, ikaenda ikampasua huyu dada hapa, kafa pale. Mume wake anabaki na shangaa tu. Watu wamepaniki, wanaanza kukimbia nje. Kuna mmoja isaka kanyaga ile benchi ambayo Nick aliivunja pale. Umeona imbao ilivyokaa vibaya hapa. Kule kuna gari nyingine kalipuka, ikaruka chuma likaja likawakata katikati. Mwingine wanakimbia, ameteleza, ameanguka hapa chini, watu wamemkanyaga. Dakika sifuri, kule kuna engine imelipuka ya gari nyingine, imeruka imekuja imempasua. Yule mshikaji ambaye mke wake alipasuliwa na tairi pale anasema, mimi namsubiria mke wangu hapa. Hapa hatari, anataka kukimbia, amechelewa, kajikwaa blaza, kaangukia ile mbao iliyokuwa imekaa vibaya, kadedi pale. Hatari mwanangu. Basi watu wanakimbilia mlango mmoja. Huyu polisi kaambia, jamani, kuna mlango mwingine huko. Lakini sasa kule magari mengi yanalipuka na yanagongana bwana. Lile jengo lenyewe pia silikaa bovu fulani hivi, kwa hiyo likaanza kuvunjika mzee. Basi mazege ya juu yanaanza kuanguka chini mwanangu, ni yanawakandamiza. Hawa wamesimama hapa wanaangalia, mzigo ukashuka kwa wafinya wote. Nick naye anashangaa hivi, mzee mlipuko ukalipuka ukaja kumrusha jamaa, kaenda kajichoma kwenye chuma. Kwa bahati nzuri ni kama jamaa alikuwa anaona kitu ambacho kinaenda kutokea afu kabla hakijatokea. Basi kwa sababu alikuwa anaona ile kitu, akana minya girlfriend wake hapa. Mbona unaniminya? Anamwambia, wewe uko sawa? Sasa kila kitu kinavyotokea ndivyo ambavyo aliona. Kuna huyu jamaa kama amempa ile darubini hapa, anaanza kusema, jamani, kuna mtu anakuja hapa amevaa kofia anapaka. Muda huo jamaa kweli kaja. Watu wanaanza kushangaa, imekuaje hapa? Akasema, bwana, kuna mama atamvalisha mtoto wake earphone ili asumie masikio. Muda huo watu wameanza, jamani, hii koje hii? Basi pia kaliona lile gari ambalo sasa ndio litaenda kusababisha ajali pale. Akamwambia, jamani, tuondokeni jamani, sasa hivi tutakufa wote hapa. Sasa huyu jamaa akamwambia, wewe vipi wewe unasema tunakufaje hapa? Wakaanza kuvurugana pale. Wakati wanaendelea kugombana, Nick akawa amempiga huyu jamaa kichwani. Kwa bahati mbaya wakati anakimbia akawa amemwaga pombe ya mshikaji. Huyo mshikaji ndio yule ambaye mke wake alidondokewa na tairi kwenye maono ya mshikaji. Jamaa akamwambia mke wake, baki hapa pangwani nimfuate yule. Sikaenda kumkimbiza kule Nick ili ampige. Yuko huku nje anataka kuanza kupigana kabla Nick hajamwambia chochote ambacho kinaenda kutokea. Bwana, huko wakasikia mshindo na mlipuko wa maajali huko ndani huko walipokuwa wamekimbia. Watu wakaanza kukimbia mwanangu. Hasa dakika sifuri mshikaji akaomboka, nimwacha wife ndani, ngoja nimfuate kule. Security ambaye huwezi kwenda huko ndani, kuna mlipuko, haipaswi. Muda huo wakati wanaendelea kugombana, kuna huyu mshikaji hapa anaitwa Andy, yuko na mke wake Nadia. Tairi likatoka huko ndani limeruka juu mwanangu, likaja likambamiza hapa, akapoteza life. Mwanangu, ile situation watu kama 52 hivi wote wamepoteza maisha mwanangu. Basi watu wamekuja hapa kwenye ule uwanja wa mashindano ya magari, wamekaa wanaleta heshima zao kwa watu ambao wamepoteza maisha. Sometimes kuna watu ambao walikuwa wameamini ile kitu ambayo Nick alisema na wakawa hajapata madhara, basi wakaja kuwa wanamshukuru pale na nini. Wengine wanashukuru, wengine wana mind kama hivyo yani. Huyu jamaa anasema mke wangu mimi hajapona kwa sababu ya huyu jamaa alinikataza huyu security huyu. Basi nyumbani Nick amelala pia, akaota ndoto hii ambayo hata haielewi, mara kuna vitu vinazunguka haelewi chochote. Kashtuka. Sasa haelewi, anashangaa bila kujua kwamba tayari kifo kimeanza kazi yake. Penny katereza hii hapa, ikaenda kachoma kwa yule girlfriend wake, mwanake yupo kwenye list. Haya, Carter yule ambaye mke wake alifariki kule ndani na ana mind yule polisi, yuko hapa kalewa, ni kuna gari lake anaenda zake kwa yule polisi naye akamuue bwana. Basi mshikaji ameenda hapa, taa zimezima.
mzimu kwa nyumbani kwa George. Jamaa ameenda amechukua msalaba alikuwa amepakia kwenye gari yake na koleo. Wakati anatoa koleo, jamaa akawa amegusa hii gia, kwa hiyo hii gia ikawa inakunjua mnyororo wa ile gari la kuvutia magari mengine kwa ukao umedondoka chini. Jamaa lengo lake ni kwamba aende akaweke msalaba mbele ya nyumba ya George, yule security. Sasa wakati jamaa anachimba hapa, kuna upepo ukawa unavuma, ukawa umedondosha hiki kama kichuma hivi ambacho jamaa alikuwa ametundika hapa, kidondokea redio. So redio ikawa imewaka na inapiga sauti kubwa sana. Kwa hiyo jamaa akaza, inakuaje tena hapa? Sasa ule mziki mkubwa, basi kuna vitu vikawa vinaanguka, hiki hapa kiani kikagusa gia na gari ilikuwa iko on. So gari ikaanza kutembea. Mshikaji kimbia faster kwenda kujaribu kuisimamisha ile gari pale, mlango ufunguki na hii chuma huku chini inajiburuza. Jamaa akapata hasira, akapiga zake makelele, kumbe ile chuma mwanangu iko nyuma yake, kaje kanasa kwenye mguu wake. Jamaa kaanza kuburuzwa bwana. Sasa ile cheni inapopita barabarani inatoa moto na gari ilikuwa inavuja mafuta mwanangu. Jamaa aliungua mzima mzee na gari yake ikalipuka hapo hapo. George anashangaa tu hapa. Nick anaangalia kwenye TV anaona mbona kama hili jambo nililiona hivi. Sasa kila kitu ambacho kinasemwa pale kwenye habari ni kama tayari alishakiona kwenye ndoto. Hapo anashangaa jamaa kama anaona maono mengine hivi. Lakini sasa hajui nani anafuata kwenye haya maono ambayo anayaona. Upande wa huku Samantha anatengeneza nywele zake, watoto wake wanacheza nje. Wanarusha mawe of course kwenye uwanja wao kuchezea. Samantha hana hata idea kwamba kifo kinakuja kwake. Huyu dada anayemtengeneza nywele hapa amefocus kwenye nywele zake bila kujua kwamba hii pasi ya kunyoshea nywele imeshika kwenye hii dawa ya nywele hapa. Bwana, dakika 0 watoto wa Samantha wameingia ndani, huyu mwingine akateleza kwenye mafuta hapa chini imeanguka hapa. Wewe nyie vipi jamba, mnakuwa watundu? Ile spray ya nywele ikalipuka mzee, kaenda kagonga juu ikakata feni ikamkosa Samantha. Alishtuka kinoma yani. Basi amelipa anatoka zake nje. Sasa kuna mtu jamaa anakata majani hapa, madogo alikuwa anatupa vile vijiwe. Mwanangu, ile panga sika kichapa kile kijiwe mzee. Samantha amepigwa ya jicho mzazi. Amededi pale pale. Nick alipata nafasi ya kusoma gazeti, akaona huu mchezo sio mzuri. Basi akabidi awaite washikaji zake wote sasa aanze kuwapa mchoro ulivyo. Anamwambia jamani, mimi naona kila kitu na inafuata vile vile. Hichi ni kifo ambacho kinaua kila baada ya mwingine, hatua kwa hatua washikaji zangu. Sasa hapa sikumbuki tu nani ambaye anafuata jamani. Sasa huyu Janet yeye haamini kabisa ya mama. Sasa jamani, mimi nataka niamini kwamba ni ajali tu zinatokea. Kwa hiyo msiniambie mambo yenu ya ajabu bwana. Anasepa. Mshikaji mwingine anasema bwana maisha menyewe mafupi mwanangu. Mimi sielewi nitakufa lini, kwa vipi niache niendelee maisha yangu bwana. Tu enjoy wakati tunaweza bwana. Si unajua tena. Sasa wote hawamwamini mshikaji, wanachukulia kawaida tu. Na huku jamaa ameanza kupata wasiwasi kama washikaji hawaniamini hapa inakuaje jamani. Lakini Nick bado akikaa anazidi kupata vision mbalimbali kuona nini ambacho kitakwenda kutokea. Kuona vile akamwambia demu wake, hebu twende kule ambako ajali ilitokea kwanza. Kwa wakaenda kule kwenye uwanja wa mashindano ya magari. Akawa anajaribu kukumbuka kila kitu ambacho kilitokea kwenye ndoto yake, lakini anakumbuka watu wawili tu wa kwanza. Dakika hiyo George kafika hapo, akashtuka. Vipi nyie? Akamwambia basi, akasema okay, tuanze tu tukaangalie kamera kule ndani. Basi wanaangalia tukio zima lililotokea ile siku ya ajali pale. Wakati anacheki, Nick faster akawa amekumbuka mtiririko mzima wa vifo ambavyo vitatembea. Akakumbuka wana anayefuata ni Andy, yule jamaa ambaye ni fundi wa magari. Basi wameenda kwa Andy kule mwanangu, eneo zima la Andy limejaa tu na vitu hatari mpaka jamaa anashangaa sema sasa hapa tunaanza kumwambia aache kipi jamani. Wanampanga mshikaji itakuwa hivi na hivi na hivi. Jamaa anambia sikizeni, mimi nafanya kazi na haya mambo miaka yote, leo ndio mniambie jamani nipo kwenye hatari. Usifanye hivyo. Dakika 0 jiki ya umeme ya gari mwanangu ikateleza pachwa, chuma ikadondoka chini. Bwana, gari zikaanza kuteleza mwanangu. Andy ipo kwenye fence anazungumza na hawa watu. Gari mwanangu isije ikambana kwa nguvu kwenye ile fence mwanangu ya chuma. Alikatwa vipande kama ambavyo fence ipo kapoteza life pale pale. Nick kashtuka kinoma. Hivi tu gani hivi jamani, mbona hatari? Sasa Nick anasema sikizeni jamani, hili jambo lishakuwa gumu. Hunter na Janet wanafuata, lakini kwenye ndoto yangu walikufa wakati mmoja nakumbuka. Sasa siwezi kujua nani ataanza hapa kati ya wawili. Kwa wakasema jamani tugawane. Nick anaenda kwa Hunter, Lori na George tunaenda kwa Janet. Haya, huku na huku kila mtu ameenda. Hunter yupo kwenye pool, udogo amemmwagia maji na bunduki ya maji hapa. Kwa hasira akachukua ile bunduki akawa ameitupa nje ya fence. Ile bunduki bwana sikae imedondoka huko, ikaenda ikawa imewasha mashine ya kunyonya maji kwenye pool rafiki yangu. Alafu imewasha mpaka mwisho. Haya, huko nje kuna mtu anacheza golf huko nje, akawa amepiga huo mpira ukaenda kumgonga Hunter, akadondosha hii shilingi yake ya bahati ikadumkia kwenye pool. Sasa kumbuka imewashwa ile mashine ya kufyonza maji kwa nguvu. Mwamba si anajua kuogelea, so akadumbukia kwenda kuitafuta. Brother anaitafuta, kafika kwenye ile shimo ambalo linavuta maji kwa nguvu. Bwana, jamaa kavutwa amekaa pale chini. Sasa anahangaika kutoka mwanangu, kwa sababu ilikuwa na nguvu kubwa sana. Ile mashine iliwashwa mpaka mwisho, ikavuta mpaka ikatoa
tumbo na kila kitu cha ndani kwenye mashine kule nje kudada deki. Nick Nendo alikuwa amefika pale, anashuhudia mchongo ule yani ya kadata kinoma. Upande wa huku mzee Janet naye anaenda kuosha gari yake bwana. Kuna kiantena hapa cha redio hapa alikuwa amesahau kukiingiza ndani, kikaa kimekatwa na hizi mashine za kusugulia gari, kimeruka kimeenda kikapiga kwenye switch pale, kwa hiyo short ikatokea kwa ile mashine yote ambayo inatembeza gari kwenda kuoshwa ikawa imesimama pale. Dakika panic anaweka mafuta ili akimbie, lakini anaona mzigo wa uendi. Kwa bahati mbaya anahangaika kubonyeza button, kafungua sunroof ya juu hapa. Bomba la hapa juu likanyofoka, maji yakaanza kuingia kwenye gari. Si akaanza kujaa bwana. Dakika 0 kabla bado hajajaa kabisa, Janet akapush kichwa chake kwenye hii tobo hapa ili atoke. Kuna kiwaya hapa kikaguza umeme tena, mzee gari ikaanza kutembea. Hapo sasa anaelekea wapi? Kule kwenye yale mabrush ya kusugua na sura iko nje blaza. Bahati nzuri George na Rory wamefika, wakagonga ile gari kwa mbele, wanaipush nyuma sasa ili asisuguliwe na zile brush pale. Kwa hiyo wakafanikiwa kumuokoa Janet sasa. Sasa hawaelewi nani atafuata kwa sababu huyu alitakiwa kufa, wamemuokoa, na yule kule alishakufa. Sasa nani anafuata hapa? Mchezo kama ueleweki. Je, kifo kitaendelea kuua kwa sababu ameshaharibu oda yake, au kama kikiendelea George ndo anafuata? Miaka kadhaa iliyopita George alishakupoteza mke wake na mtoto kipindi alikuwa amelewa. Jamaa kufikiri baada ya yale yote akasema kwa sababu mimi nilisababisha kifo cha familia yangu, basi na mimi ngoja niende nikajinyonge. Jaribu kujinyonga pale, lakini kamba ikakatika. Basi akaona kumbe ile jambo linawezekana limeisha. Kwa basi wakafungua champagne wakishangilia pale, jamaa basi tumefaulu, Simona sijafa. Pale ingekuwa ni kigezo cha mimi kufa, lakini Simona sijafa. Kumbe inawezekana tayari, mambo safi. Basi baadaye Nick anapaki vitu vyake kwenye begi hapa. Yale maono yakamjia tena, mara kaona nyoka, mara barabara, haelewi kinachotokea. Anashtuka. Hajakaa vizuri, anaangalia pembeni kwenye TV, anaona taarifa kwamba yule mshikaji aliyevaa kofia cowboy alipona baada ya ile ajali. Fast akagundua inawezekana ikaja Mando anafuata. Kwa hiyo anaingia kwenye chuma Fast, apigie simu wenzake, jamani inawezekana akawa Jonathan, tumfuate. Basi Jonathan yupo kwenye ICU. Juu ya chumba ambacho yeye yupo kuna wazee wanafanyishwa mazoezi hapa. Sasa huyu staff mmoja naye amesahau kufunga bomba la maji hapa. Maji yamejaa, ameanza kumwagika chini, yakaanza kuvuja mpaka chumba cha chini. Bwana, jamaa si yupo kwenye mashine zile za ICU pale. Moja kwa moja kwenye uso wa Jonathan, maji yameanza kumwagikia. Singbody kapasuka kabisa, maji mashine za ICU zimeanza kupiga shot. Jonathan kwa ICU kesi katoka pale, anaanza kujifuta atoke nje. Niki amefika, mwanangu sinki ilikuwa ishajaa na unyevu pale chini, pia ukao ushaloanisha, mzigo ukashuka blaza, kampasua Jonathan, kapotea pale. Jamaa wametoka akasema, jamani tulishangilia bure, hapa mzigo bado unaendelea. Wanaongea hapo, wanavuka barabara, ambulance imepita kwa spidi, imemlamba George. Kafa pale jamani. Hii hatari jamani. Sasa kabaki Lori. Lori hata haelewi nini ambacho kinaendelea, maskini ya Mungu. Anaangalia zake movie na Janet, haelewi hatari aliyokuwa nayo. Hapa kuna chumba kimoja pembeni na ukumbi wa sinema. Watu wanaendelea kufanya ujenzi hapa. Sasa kuna huyu jamaa ameacha miwani yake ya macho hapa. Jua likali limepiga pale, kwa hiyo ile lenzi inaenda inachoma yale mapumba ambayo yaliachwa na huyu jamaa ambaye alikuwa anakata mbao hapa. Moto si ukawaka blaza. Na kwa hiyo unajua kuna video mdumu vya mafuta gundi sio nini, moto huo. Nick ametoka huko speed, ameenda kuwatafuta bwana, kuwaletea taarifa kwamba George kadedi. Kamchukua Lori fast tuondoke. Janet anasema mimi siondoki bwana, mimi namalizia movie yangu, nyewe vipi? Wanaangalia movie hapa, kuna bomu kama linahesabu lilivyolipuka tu, na ule mlipuko kule nyuma baba. Fumua chuma likatoka huko likamchoma Janet, kapoteza maisha pale. Watu kimbieni jamani, kimbieni. Watu wanakimbia kila mmoja kivyake. Huyu mwamba anajifanya anaelekeza hapa mlipuko ulikotokea blaza. Mwamba alipaa, watu wanashuka ngazi huko, vurugu yani ni kelele hatari. Nick na yuko na Lori hapa kwenye hizi ngazi, wanaanza kudondoka. Mboka hizi ngazi zinatembea mzee. Chini kule kuna minyororo inazunguka brother, alafu Nick amemshikilia Lori hapa, ananing'inia. Lori amevutwa na yale maminyororo, amesagwa kama nyama. Ghafla tunarudisha nyuma, kumbe ilikuwa Nick ndio ameona bwana. Sasa inabidi aende akazuie hilo jambo lisitokee. Kimbia faster kwa Lori. Amefika kule mzee, tayari moto umeshawaka kule kwenye kile chumba cha pili. Nick amechukua fire extinguisher faster akaanza kuzima. Kifaa extinguisher kidogo, moto mkubwa sana huo. Sasa amerusha pembeni hapo, akatengua meza, mashine ya misumari kadondoka. Ikaanza kufyatua misumari kama bunduki vile mzee. Vimeruka vile misumari, malango vikienda vikachoma pipa la mafuta, alafu pia misumari mingine ikaenda kamchoma Nick kwenye mkono kwa amenasa kwenye ukuta hapa. Hawezi kwenda kokote. Blaza, mafuta yanaanza kumwagika jamaa, na ya cheki. Moto unaendelea kuwaka. Basi Nick akachukua ile mbao likubwa lilikuwa kwenye moto, mafuta
mafuta yanaendelea kusogelea kwenye moto, akawa amepeleka kwenye sensa za moto, kwa hiyo maji yakafunguka pale yakazima moto, akawa amefanikiwa kumwokoa Lori. Wiki 2 baadaye, Nick, Lori na Janet wamekaa kwenye kamgawa akawa wanakula ice cream hapa, wakijua wamemalizana na kifo. Ghafla kuna huyu jamaa anajenga hapa, hii chuma likawa linaanguka hapa, kwa hiyo hii lori mwanangu limekuja libidi likwepe ile chuma. Lori lilienda wapi? Malizia wewe. Wote walipoteza maisha pale pale. Movie inaishia hapo hapo, usikose kusubscribe. Moro Online Media.